Bana, leo tunaanzia kwa mamake Devra. Mamake Devra anamfanyia bibi Azize masifa ya makusudi kabisa na kumwambia kwamba amvue mume wake viatu, ila Devra anaamua kuvua viatu mwenyewe. Kisha baadaye yote anamchukua mwanae na kumpeleka sebuleni. Hasa anaanza kumtuma bibi Azize alete mashuka na mto ili mwanae aweze kulala pale sebuleni. Ila bibi yule Azize alikuwa amemind kinoma. Mwisho wa siku akaingia sasa mpaka chumbani. Akamwambia, sasa sikiliza, mvue mume wako nguo bana, unaonaje? Ila mwisho wa siku bwana, bibi yule alishangaa sana baada ya kumsikia Devra naye ameunga hoja mama kwamba yeye amvue nguo kwa anajisikia vibaya. Mwisho wa siku mama mtu akaondoka, kawaacha sasa hao ili wanazungumza. Sasa bwana mkubwa anambia, jamani, nimeomba nivue nguo mbona vipi? Sasa bibi yule akaanza kuongea maneno ya shombo, huku bwana mkubwa alikuwa amerudi sasa ipo kifuazi. Bibi yule kwa bwana mkubwa kwa kifuazi alishangaa sana. Kisha bwana mkubwa akavaa nguo yake ya juu, akamwambia ageuka. Bibi yule akamwambia, sikiliza, unachukuliaje mimi? Unachukulia mimi kama malaya wengine, si ndivyo? Hebu tafadhali, hebu achana na mimi kwanza. Bwana mkubwa Devra akamwambia, kwanza kaniti kitu ninywe, kwanza ajisikia vibaya. Anambia, sikiliza, jua hilo, mimi sio mwanamke wako, tumefunga tu ndoa basi. Mwisho wa siku bibi yule akaondoka na huyo bwana mkubwa akampigia mtu, yule mtu akapatikana. Sasa kwa upande wa pili, Faruku alikuwa amshawishi bibi Vera achane kabisa na swala la kumfuatilia bwana Devra, kwani yeye haoni kwa sasa hivi yeye Vera hataki. Ile mwisho wa siku Vera naye alibidi tu akubaliana na swala la bwana mkubwa Faruku. Sasa kwa upande wa pili, wale watu walikuja kuoa nyumbani kwake na Melissa walipata kuagana. Ile bwana mkubwa umuaji asema, vipi kuhusu swala la harusi? Ile mwisho wa siku akamwambia hivi, bwana mkubwa, punguza mchecheto, huyu mke ni wako sasa hivi. Ile mwisho wa siku wakagana, jamani, kwa herini au wawili wakaondoka na hawa wakarudi ndani ndani. Bibi yule Melissa akamwambia, tafadhali naambia jamani nikapumzike. Mwisho wa siku bibi yule akapumzika. Sasa bibi yule Melissa kuingia ndani akaanza sasa kuangua kiliani bwana mkubwa Jemo naye kwa analia. Sasa wawili bana wanapendana kiwalisia. Sasa huyu anakumbuka maneno ya bibie Melissa na bibie anakumbuka maneno ya Jemo. Jemo akawa anakumbuka zile nyakati alizokuwa anafanya na bibie Melissa. Huko nako Yusuf naye akawa anakumbuka nyakati huko na Zela. Huko nako bibie yule kule Azize akawa anakumbuka nyakati nzuri kabisa yuko pamoja na Devra akimpa bangili alikuwa ndani ya gari. Ndiye moment fulani hivi nzuri nzuri. Bibie yule alizidi kuchanganyikiwa na alizidi kuumia zaidi baada ya kusikia kwamba bwana mkubwa Devra na wivu juu yake. Bibie yule ikabidi tu amweke vizuri bwana mkubwa Devra, kwani alikuwa tayari amekwisha lala.